Kinachopendwa na Mungu huwa kipendwi na watu wote. Ukitaka kupendwa na watu wote na watu wote wakuelewe, sahau kupendwa na Mungu. Hiyo ndio kanuni ya kutembea na Mungu duniani. Ukiona watu wakuelewe wa wakupendi, ili mradi wewe unamcha Mungu, ili mradi unampenda Mungu, ili mradi unashika sheria ya Bwana, na watu wakuelewe, ndugu yangu, hapo ndipo mahali Mungu huwa yupo. Mungu anatembea na waliokataliwa na dunia. Mungu anatembea na watu ambao dunia haiwaelewi. Watu ambao dunia imewatenga, ndipo Mungu anapenda. Mungu ni mume wa ajabu sana. Huwa hashei upendo. Kwa bahati nzuri, hii ni kama testimony yangu. Maisha yangu yaliandamwa na vipindi vya upweke, kukataliwa, kutengwa, kuonekana misi lolote. Watu waoni future kwako. Watu wanakuona ni nothing. Wanakuona si kitu. Kumbe ndipo mahali Mungu anaona kuna kitu. Ndipo mahali Mungu anawekeza. Ndio mahali Mungu anawekeza, anaatamia. Tujifunze kwa Daudi, kijana mdogo ambaye siku moja ametembelea kaka zake vitani kula kipeka chakula. Walimsema sana. Wakamwambia, tunakujua moyo wako na kihelehele fulani. Ukufaa kuja huku. Nikana kwamba Daudi alionekana ni mchunga mbuzi, na stahili kuwa mchunga mbuzi. Hafai kwenda maeneo ambayo watu waheshimiwa wanakwenda. Na kuna mtu unapita hapo unajiuliza, ni nini? Wala si mikosi si balaa. Lakini kaka zake Daudi hawakujua kumbe yule ambaye walimuona hafai, yule ambaye walimuona anafaa kuwa mchunga kondoo, mchungaji, hapo ndipo mahali Mungu aliwekeza. Hapo ndipo mahali Mungu alitembelea mapolini. Anafanya practice na Daudi. Anamuandaa kuwa mfalme. Anamuandaa kuwa chombo. Anatengeneza historia ya Daudi ya kudumu ya vizazi na vizazi. Ukitaka Mungu ashangaze maisha yako, kubali kutengwa na dunia. Hii imekuwa sehemu ya testimony ya maisha yangu. Naishi maisha ya upweke na kukataliwa. Maisha kutokueleweka. Maisha ya loneless, mzungu anasema. Lakini ndio wakati ambao Mungu ameniandaa hata ni qualify leo kuongea na wewe. Ukitaka kutembea na viwango vya kimungu vya kutisha, hakikisha unakubali kutengwa. Hakikisha dunia ikufanye adui. Hakuna ambaye amewahi kuwa rafiki wa dunia na kawa rafiki wa Mungu. Hayo ni maandiko wala si mimi. Biblia inasema, je, hamjui yeyote ambaye kuipenda dunia kukiwa ndani yake, kumpenda Mungu hakumo? Na yeyote anayeipenda dunia, huyo ni adui wa Mungu. Sikiliza, mapito na majaribu sio maangamizi, ni practice, ni mazoezi, ni mitihani tu kukufanya uqualify, kukiendea cheo chako, kuiendea kesho yako. Daudi asingepigana na simba na dubu kule, asingekubali kutengwa, apambane na simba na dubu, asingemkabili Goliati. Sifa ya Daudi iko kwa Goliati. Sifa ya kuwa mfalme imechukuliwa kupitia Goliati. Kijana mdogo amepakwa mafuta, baada ya kumpiga Goliati, watu wote wakaamini anafaa kuwa mfalme. Sikiliza, inawezekana unapitia nyakati ambazo hakuna anayekuelewa. Kila mtu amekutenga. Mimi nilichekwa. Kuna mahali nilifika watu wakainuka wakaondoka. Kuna mahali niliongea watu wakakataa kusikiliza. Yaani kuna watu waliinua chuki kwa ajili yangu bila sababu. Nilisingiziwa kila aina ya masingizio ya kila rangi. Niliona kila tabia mbaya kunikabili mimi. Nilitenda mema kwa watu na nilivuna mabaya. Paka wengine ni watumishi wa Mungu. Walinitenda kwa maumivu. Walinivunja vunja. Walijaribu kuniharibu. Lakini siku zote Mungu hakuniacha. Na leo wanashangaa. Wananiona yule. Wanashindwa kuelewa nimepita njia gani. Njia ni hii ya kukubali kutengwa na kubakia na Mungu. Ili uwe chombo cha Bwana cha kufaa, kubali kutengwa, kubali kutupwa, kubali kutelekezwa, kubali masingizio, kubali kusemwa vibaya. Wewe kubali tuwe jalala kwa muda, baadaye utakuwa dhahabu. Dhahabu ili ifae lazima ipite katika moto mkali. Kuna watu mnataka kuwa kina someone special. Kuna watu mnasema tunataka kuwa kina Corin pekee wa siku za mwisho. Huwezi kuwa mpaka umekubali kupita kwenye tundu dogo, kupita kwenye mahali pa kuchongwa, pa kukataliwa, pa kuonekana ustahili kwenye macho ya wanadamu, lakini ndipo unastahili kwa macho ya Mungu. Wacha tu nikwambie, Mungu siku zote anatembea na wanyonge ili akutetee, ili asimame na wewe. Ni pale mahali ambapo utakubali kuonekana mnyonge machoni pa watu.
Na nadhani ndivyo ilivyoonekana kwa Daudi. Na nadhani ndivyo ilivyoonekana kwa watumishi wengi wa Mungu. Ndiyo kanuni. Mungu anateteaga wanyonge, watu wa Mungu. Na ndio maana natamani nikuonye. Ogopa sana watu wazima au mtu ambaye anaitwa mzee. Hata kama si mama yako, hata kama si baba yako, hata kama si babu yako, ogopa sana mtu kama huyo, usimuonee. Usimuonee, kwa sababu ni mtu ambaye dunia imeanza kumtenga. Inawaita wewe ni mzee, wewe ni babu. Wewe umeshapitwa na wakati. Mtu huyo hawezi kujitetea. Hata ukimpiga hawezi kujitetea, hawezi kujipigania. Mungu anatembea na watu kama hao. Ndio maana unaweza ukampiga mzee na ukadhani uko salama na maisha yako yakaharibika. Sababu Mungu hutoka kuwatetea wanyonge wote. Mungu wapigania watu wote ambao ni wanyonge, wakiwemo wazee. Ogopa sana kumpiga mtu ambaye ni mwanamke kwa namna yote ya kumuonea, ambaye unajua hawezi kujitetea. Mungu anateteaga watu kama hao. Ogopa kumuonea mtu kama mtoto, hautabaki salama. Ninaeleza nini? Nasema ni hali ya unyonge ndio humvuta Mungu kuwatetea watu. Mtoto hawezi kujitetea, unapoenda kumtesa, vita yake anaikabili Mungu. Kwa hiyo mimi nimetaka nikutie moyo. Kama unataka kuwa kitu ya Mungu, kama unataka kuwa mtumishi wa Mungu wa kushangaza, kubali kutengwa na dunia. Kubali dunia ikukatae. Acha wakusingizie. Acha wakuseme vibaya na usijitetee. Wakati wa Bwana ukifika, utafuta kila kitu. Maana mazoezi ya ushindi ambayo Mungu amechagua kwa watu wake, yani shule na practice ya Mungu ya kuwajenga watu wake ambao yeye anataka kuamini kuwatumia, huwapitisha katika mapito magumu sana. Huwapitisha katika madarasa magumu sana, katika vipindi vigumu sana. Na vipindi vyenyewe ndio hivyo vya kukataliwa, vya kutengwa. Unakuta uko kanisani lakini wewe si kitu. Pamoja na kwamba una huduma, lakini hata mchungaji hakuoni. Au wakati mwingine anakufia, anaona huyu atachukua nafasi yangu, anapigana na wewe. Endelea kuwa mvumilivu. Uko kwenye njia yenyewe. Yani hapo uko kwenye pattern za kimungu. Yani hapo uko kwenye password zenyewe. Endelea kutembea umo. Yani uko kanisani watu wote uje wakosea, lakini wanainuka tu. Uelewi, unaaja. Kuna mwingine anakata tamaa, mimi si unaacha wokovu. Ndugu yangu, unaacha kwenda mahali pako pa kung'ala. Hakuna kitu chochote kinakuja chepesi. Kuna watu wanadhani kwamba eti kuwa mtumishi wa Mungu ni rahisi. Hauwezi kupata utukufu wote kiurahisi. Utukufu wote unakujia kwa gharama. Lazima ulipe gharama. Na gharama zichaguliwi, zinaweza zikawa zozote. Na gharama inaweza katokea ndani ya nyumba yako. Adui wa mtu nyumbani mwake mwenyewe. Anaweza kainuka adui hata nyumbani mwako. Anaweza kainukia kanisani, akusuke akutengeneze. Hivyo ni visu tu vya kukuchonga ili ustahili, ili ufae kwenda mahali ambapo Mungu anataka ukae. Na Mungu anatuinulia katikati ya miba, katikati ya moto. Huko ndiko anakotuinulia. Kwenye mbigili, kwenye mateso, huko ndiko anakotutengeneza tufae na kustahili. Na mimi nimesema na mtu ambaye umenielewa. Huwezi kumpata Mungu kirahisi kwenye maisha yako na ukawa mtumishi wake ambaye unaweza ukautunza upako au unaweza ukamnena Mungu bila kupitia gharama. Ndio maana leo tuna watumishi wa ajabu ambao majina yao ni makubwa sana kuliko jina la Yesu, kwa sababu hawajalipa gharama, hawajui maana ya Mungu. Hebu niambie, watu wanakutaja wewe, wanashindwa kumtaja Mungu kwa sababu hujapikwa, hujatengenezwa. Yule ambaye ametengenezwa na Mungu ameiva, Mungu anakaa ndani yake, Mungu anachaa, Mungu anageuka kuwa ndio usemi wake, ndio wimbo wake, ndio tafakari yake. Ninaomba neema ya Mungu iwe pamoja nawe katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Unaposikia ujumbe, usikate tamaa kwa situation yoyote unayopitia. Kama wewe ni kamanda, kama wewe ni mwana wa Mungu, elewa tu kwamba Mungu yuko pamoja nawe katika jina la Yesu. Amen. Amen.